Eternal Father, I offer you the body and the blood. Wapendwa, ni muda mwingine mzuri nimepata fursa hii ili niweze kujifunza neno la Mungu pamoja nawe. Kwa majina naitwa David Orinda, evangelist, metoka Homa Bay County, Kindu Bay. Na nashukuru Lolwe TV kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuzungumza nanyi tena kujifunza neno la Mungu pamoja. Kabla tujaendelea, naomba tuweze kuinamisha vichwa vyetu tupate ombi. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa nafasi hii bora ambayo umenipa ili niweze kufundisha watumishi wako pamoja nami. Naomba mahubiri ya leo yaweze kuwa na manufaa kwetu, yaweze kupata nafasi ndani yetu, na iweze kutusogeza karibu nawe. Ukusamehe dhambi zetu, utubariki tunapoanza, na pia kumbuka wafanyikazi wa Lolwe TV ambao wamenipa nafasi hii, wape amani na mafanikio. Uwe nasi tunapoanza hadi tamati. Nimeomba kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Wapendwa, leo hii ningependa tujifunze juu ya neno moja, ya kwamba tuweze kusimama katika njia kuu, na pia tusitazame nyuma. Ndugu wapendwa, kutazama nyuma mara mingi ina madhara yake, na mtu ambaye anatazama nyuma kila wakati hawezi kuendelea na hawezi kufanikiwa katika miradi yeyote ambaye ameanza. Ukianzisha mradi fulani na unatazama nyuma, huwezi kufaulu. Ukiamua kumtumikia Mungu na unarudi nyuma kutenda dhambi, huwezi kuendelea. Kwa hivyo tukitaka kufaulu katika kazi ya Mungu pamoja na kazi yetu, tukishaanza tuendelee mbele bila kutazama nyuma. Tuendelee mbele bila kuchoka, tukiomba Mungu aweze kutembea nasi, tukiomba Mungu aweze kutusimamisha imara. Tunaposoma katika kitabu cha Luka 9 fungu la 62, Yesu anasema jambo moja. Anasema mtu anayelima shambani mwake na kutazama nyuma afai kwa ufalme wa mbinguni. Haleluya! Ya kwamba wewe ambayo kila wakati unatazama nyuma ufai, umelinganishwa na mtu ambaye lima shambani mwake, na anapolima na ng'ombe akitazama nyuma hawezi kulima vizuri. Inatakiwa utazame mbele. Hata yeyote anayeendesha gari anatakiwa kutazama mbele. Unayeendesha pikipiki unatakiwa kutazama mbele. Hata kama unaendesha meli ama ndege, ukitazama nyuma, gari inaweza kuanguka, gari inaweza gongana na gari nyingine. Kwa hivyo tusimama imara tukitazama mbele kila wakati. Hii ndio sababu Yesu alialika wafuasi wake walipokuwa wakitembea wakipitia Yeriko. Kusoma kitabu hicho cha Luka 9 fungu la 57, Yesu alialika wafuasi wake, na walipokuwa wakitembea akawaambia waweze kumfuata. Na mtu mmoja akasema, nitakufuata popote utakapokwenda. Ninapenda uamuzi wa huyu ndugu, kwa sababu aliamua kwa dhati kwamba atamfuata Yesu, atatembea naye kila pahali. Na usiwe kama Petro ambaye alisema hawezi kumkana Yesu.
Na Yesu alimwambia, kabla jogoo halijawika utakuwa umenikana mara 3. Na Petro alisema hawezi. Na hii ni kwa sababu ya udhaifu wa binadamu. Hakuwa amemtambua Yesu kamili. Hakuwa amemkaribisha Yesu kutembea naye, wala hakuwa amekaribisha Roho Mtakatifu kumuongoza, na mwishowe alianguka. Hiyo ni hadithi ambayo tunaelewa. Alimkana Yesu alipoulizwa, je, si mulikuwa na yeye? Akasema simjui. Na alimkana mara 3, jinsi Yesu alivyotabiri. Kwa hivyo tukisha amua kumfuata Yesu, tumfuate na tuweze kutembea naye. Na tumtembee naye bila kutazama nyuma. Tuwache kila kitu. Kwa hivyo tuweze kumfuata na tutembee naye. Ukisoma fungu la 19 wa kitabu hiki, Yesu akamwambia mwingine, nifuate. Akamuomba Yesu, Bwana, akamuomba ruhusa akisema, nipe ruhusa niende kumzika babangu. Yesu akamjibu, acha wafu wazike wenzao. Kwa hivyo usishughulike. Hii inamaanisha kwamba tusishughulike na mambo ya ulimwengu. Badala ya kumpa Bwana nafasi ili umtumikie, unarudi nyuma, unatazama nyuma. Unasema bado unataka kuenda kuzika babako. Unashughulika na shughuli za ulimwengu badala ya kumfuata Yesu. Ndio sababu Yesu akamwambia, acha wafu wajizike wenzao. Wazike wafu wenzao, wenyewe kwa wenyewe. Hii inamaanisha kwamba tusishughulike na mambo ya ulimwengu, tushughulike na mambo ya mbinguni. Jinsi Yesu alivyosema katika Mathayo 6 fungu la 33 kwamba tutafute kwanza ufalme wa Mungu, ndiposa yale mengine tutaongezewa. Tukifanya hivyo tutafaulu na tutabarikiwa. Na ukisoma fungu la 60 wa Luka 9, Yesu akatoa mwaliko mwingine kwa mtu wa 3, akamuomba amfuate. Huyu pia akatoa sababu. Huyu pia akasema, nipe ruhusu niende niage watu wa nyumbani. Niage watu wa nyumbani kwangu. Ukishatoa uamuzi kumfuata Yesu, salvation ama wokovu ni kwako binafsi. Kwa hivyo hamna haja kurudi nyuma kutangamana na wale ambao hawajatoa uamuzi. Tuamue kama Simon na Yohana. Wale walikuwa wavuvi wa samaki. Walipokutana na Yesu, Yesu akawaambia, munifuate. Na wakaamua kumfuata Yesu hapo hapo. Hawakushughulika tena na nyavu zao. Hawakushughulika na shughuli ya kushika samaki. Kwa sababu ukiamua kufuata Yesu na kutembea naye, hakuna haja ya kushughulikia chakula. Yesu atakufungua njia, atakufungulia njia na utapata chakula. Yesu atakufungulia njia, watoto wako watasoma. Atakufungulia njia, hata magonjwa ambayo yanakusumbua yataisha. Kwa hivyo tuache kila kitu, tumfuate Yesu. Na kama bado tunashughulika na mambo ya ulimwengu, hatuwezi kufaulu. Tufanye uamuzi wa dhati na tusirudi nyuma, tusitazame nyuma. Kwa sababu Yesu amesema katika kitabu hicho kwamba anayetazama nyuma kila wakati afai na ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tukishachukua hatua kumfuata Yesu, tusiwe kama nguruwe. Nguruwe ambaye mwenyewe akishamuosha akawa msafi, anarudi tena topeni, anarudi kwa matope tena.
Na hiyo ndiyo raha yake. Ajui kwamba anafaa kuwa msafi. Badala ya kuwa msafi, anataka kuwa mchafu kila wakati. Wala tusiwe kama mbwa. Mbwa ambaye akishatapika, akitazama matapiko yake, anayatamani tena ili aweze kula tena. Ukishaamua, amua kabisa. Paulo anasema, sitaki kuangalia ama kutazama dhambi zangu za zamani. Paulo anayataja kama kinyezi. Kwa lugha ya Kiingereza, he says they are like refuse to them. Na hana nia ya kutazama tena. Kwa hivyo, tusiwe kama nguruwe, tusiwe kama mbwa ambayo anarudia makosa ama anarudia dhambi. Tukikumbuka kisa cha mkewe Lutu ambaye tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 18. Kupata nafasi, nenda usome kitabu hicho yote. Utapata kisa cha mkewe Lutu. Mkewe Lutu, jina lake alijatajwa katika Biblia, lakini yeye alitazama nyuma. Na alipotazama nyuma, tunajua aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Na alitazama nyuma kwa sababu alikuwa na tamani mali yake ama mali yao ambayo yalikuwa yanateketezwa kule Sodoma. Na kwa hivyo alibaki kuwa nguzo ya chumvi hadi wa leo. Na ndio sababu tunasoma katika fungu la 7 ya Mwanzo 18 kwamba malaika walimwambia Lutu kwamba usitazame nyuma, na fanye hima ili uweze kujiponya nafsi, na usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotea. Na amri hii iliyopewa Lutu ilikuwa ni kwa sababu ya Lutu, haikuwa ni ya Lutu mwenyewe. Ilikuwa yeye pamoja na familia yake. Yeye pamoja na familia yake. Hata wale marafiki wa wasichana wake, wa binti wake, waliambiwa waje pamoja ili waweze kujiponya, na walikataa, walichelewa. Na Lutu pamoja na familia yake waliamua kuokolewa na malaika. Kwa bahati mbaya, mkewe akatazama nyuma. Kwa hivyo, si vema kutazama nyuma. Ukitazama nyuma, unaweza baki kama mkewe Lutu. Unaweza baki ukiendelea kutenda dhambi. Kwa hivyo, toa uamuzi wa dhati. Kwa hivyo, Mungu atatubariki. Na tusipofanya hivyo, tunaweza kuendelea kuangamia kama huyu mama. Ukisoma fungu la 26 inasema, lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chuma. Wengine wanasema ni Dead Sea. Kwa hivyo, tutoe uamuzi leo. Tusiendelee kutazama nyuma. Na tuweze kuangalia nyuma. Tuweze kutazama, badala ya kutazama nyuma, tusimame katika njia kuu. Tusimame katika njia kuu ambayo tunasoma katika kitabu cha Yeremia 6:16, ambapo inasema, Bwana anasema, simama katika njia kuu, mkaone na mkajiulize habari za mapito ya zamani. Wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya! Ya kwamba tumepotea njia, tumeacha njia ya Bwana, njia ambayo inatuelekeza katika wokovu. Tumeacha. Kwa hivyo Bwana anatushauri kwamba
tusimame katika njia kuu, tusimame katika njia panda, tutazame, tujichunguze, tuangalie ni wapi njia iliyopotea. Tulipotelewa njia wapi? Na ukishagundua ni njia gani ama wapi ulipopotea, fuata hiyo njia ya zamani, badala ya kufuata njia mpya ambayo inakupeleka kupotea. Ndugu zangu, tutazame na tujiulize njia ilipotea wapi. Na tukishapata hiyo njia, Biblia inatushauri kwamba tufuate njia hiyo, tuende katika hiyo njia, na nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Tutapata raha, tutapata amani, tutaokolewa. Matatizo yetu yote yatatatuliwa na Mungu ikiwa tutatembea katika njia inayofaa, katika njia ambayo Mungu anataka tufuate. Badala ya kufuata njia ya wenzetu, njia ya kutupoteza, tufuate njia ya Mungu. Tukubali kule Mungu anatuelekeza, na akituelekeza tuende right ama kushoto, tuende kushoto. Akisema tuende kulia, tuende kulia. Jua kwamba hata shetani anakuhitaji. Shetani hana raha ukitembea na Mungu, ukifuata njia ya Mungu. Kwa hivyo tufanye uamuzi leo, tutembee katika njia ya Mungu, njia ambayo inatuelekeza katika wokovu, sio njia ambayo inatuelekeza katika kuzimu. Yeremia 3:23 inasema Mungu anatusihi, Mungu anatuomba, Mungu anatusihi tuweze kurudi kwake watoto wake. Anasema rudini enyi watoto waasi. Yaani watoto wa Mungu tumeasi kiasi kwamba Mungu ananyosha mkono wake ili tuweze kurudi, na wengine wanakataa, wengine wanasema hatutarudi. Jua kwamba usiporudi utapotea milele. Na ukisikia sauti ya Mungu leo hii na urudi kwake, Mungu atakubariki, Mungu atakuinua na utapata wokovu. Haleluya! Ni ombi langu kwamba tuweze kupata wokovu. Na Mungu anasema nitaponya nafsini yenu mkikubali kurudi kwangu. Kwa hivyo tazama, tumekuja kwako. Wana wa Israeli, wana wa Mungu, tumrudie Mungu. Maana Mungu tu, yeye ndiyo Bwana wetu. Hatuna bwana mwingine. Hawa mabwana wengine wa ulimwengu wanatupotesha. Wanatupotesha. Kwa hivyo tumrudie Mungu. Tumkubali Mungu. Tumikie Mungu. Kama ulikuwa umeteleza, ni ombi langu leo kwamba uweze kurudi kwa Mungu. Mungu atakubariki, Mungu atakuinua. Ni ombi langu ya kwamba tuchukue hatua, tutoke dhambini, turudi kwa Mungu, na Mungu yuko tayari kutupokea. Muweze kubariki nyote, muweze kubarikiwa nyote, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu wabariki. Na kama ungependa tuweze kuwasiliana, ama niweze kuwaombea, ama tushauriane kwa jambo lolote, nambari yangu ya simu ni 07115433. Narudia 01113354, ama 0133590926. Mungu wabariki sana. Mungu wabariki hadi tuonane tena. Amen. Eternal Father, I offer you